na mstari wa 2. Hili andiko linasema ya kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi na zimejaa taabu. Sasa kila mwanadamu ambaye anaishi chini ya jua, hakuna mtu ambaye anafaa kuwa na maringo kiasi ya kwamba anaona kana kwamba hatatoka katika ulimwengu huu, bali Biblia inasema ya kwamba kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Kwa hivyo wanadamu wote ambao tunaishi, kuna mahali ambapo panatungoja, panaitwa kaburini. Na kaburini, wale ambao wamekuwa siku nyingi wanaenda katika mazishi, umeona watu mashuhuri wakizikwa, umeona watu masikini wakizikwa, na hakuna mtu ambaye aliyezikwa na magari aliyokuwa nayo. Hakuna mtu amewahi kuzikwa na manyumba yake ya gorofa. Ndugu yangu, utatafuta magari, utatafuta manyumba ya magorofa, lakini wakati utakapokuwa unaingia kwenye kaburi ambayo inakugoja, hautaingia na manyumba yako, hautaingia na magari yako, lakini utaingia na amali yako. Ni nini ambacho ulikitenda wakati ulipokuwa hai? Hicho ndicho utakachoingia nacho kaburini. Biblia inasema hivi ya kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, ili waweze kupumzika baada ya taabu zao, maana matendo yao yanafuatana nao. Kwa hivyo kile ambacho kinakufuata kule kaburini ni matendo yako ambayo utaifanya ukiwa hai. Haijalishi wewe una bilioni ngapi kwenye akaunti yako, haijalishi umejenga manyumba ngapi katika ulimwengu huu, lakini wakati utakapokuwa unaingia kwenye kaburi, hayo manyumba yako hautaingia nayo kwenye kaburi, lakini matendo yako yatakufuata kule kaburini. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 kuendelea mpaka mstari wa 17. Biblia inasema ya kwamba wale ambao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo kama wewe unaamini ya kwamba kuna ufufuo wa waliolala mauti, basi jua ya kwamba ufufuo wa kwanza ni wa wale ambao matendo yaliyowafuata kule kaburini ni matendo mema. Waliweza kuchukua muda wao mchache ambao Mungu aliwapea, wakaweza kumshukuru Mungu, wakaweza kumtumikia Mungu, wakaweza kutenda mema, na Mungu anasema ya kwamba ufufuo wa kwanza ni wao. Kwa hivyo nataka niweze kukujulisha ya kwamba siku zile ambazo Mungu amekupa chache za kuishi hapa duniani, tumia vizuri kwa ajili ya kutenda mema. Wewe ambao unatenda mabaya, ni vizuri uweze kurekebika, kwa sababu siku zako za kuishi si nyingi. Siku zako za kuishi duniani ni chache. Katika ulimwengu huu tumekuwa na watu mashuhuri. Nimeweza kusikia ya kwamba yule ambaye alikuwa ni chairman wa Safaricom, watu wanasema ya kwamba alikuwa na pesa nyingi tena nyingi tena nyingi, ambazo wewe ukipewa utakula na hautamaliza mpaka siku yako ya kufa. Kwa hivyo zile pesa ambazo alikuwa nazo, yale manyumba ambayo alikuwa amejenga, magari makubwa alikuwa anayatembelea, hayakumsaidia kifo kisije kikamchukua. Tulikuwa na rais mstaafu alikuwa anaitwa Daniel Toroitich Arap Moi. Wakati ambapo tunaongea saa hii tunasema mwenda zake. Alikuwa na magari, alikuwa na manyumba, alikuwa amejiwekea pesa nyingi kwenye akaunti yake, lakini haikuweza kumsaidia yule mtu ambaye kile kitu ambacho kinaitwa kifo kisije kikamchukua. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi 49 mstari wake wa 7, inasema hakuna mtu ambaye anaweza kutoa fidia kwa ajili ya nafsi ya ndugu yake. Baba yako hatakusaidia wakati kifo kitakapokuhitaji. Ndugu yangu, hakuna mahali ya kujificha kifo. Kama kifo kingekuwa watu wanajificha, watu wengi wangekuwa wanapanda ndege kwa ajili ya kujificha kifo. Lakini unapata ya kwamba katika utajiri wao bado kifo kinawapata. Lakini swali ni je, ni nini ambacho kitakachokufuata kule kaburini?
Biblia inasema ya kwamba ni ya mali zako. Yale matendo uliyoyatenda ulipokuwa hai, hayo ndiyo yanakufuata kule kaburini. Na kaburini hakuna kuongea, na kaburini hakuna kuhubiri, na kaburini hakuna kumtumikia Mungu. Kaburini Biblia inasema ya kwamba ni mahali pa ukimya, ukiwa unagojea siku yako ya kuhukumiwa, ili uweze kupata uzima wa milele ama uweze kupata moto wa jehanamu. Ndugu yangu, naomba nikujulishe jambo fulani, ya kwamba unaweza ukatengeneza maisha ya milele kwa maisha machache ambayo Mungu amekukirimia hapa duniani. Angalia jinsi ambavyo watu wanaendelea kumtukana Mungu wakiwa hai. Angalia jinsi ambavyo watu wamejazwa kiburi wakiwa hai. Wakati mmoja Yesu akiwa hapa duniani alikutana na mtu mmoja, akamuuliza, nifanyeje nipate kupata uzima wa milele? Yesu akamjibu ya kwamba unazijua amri? Akasema ya kwamba mimi nazijua tangu utotoni. Nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, enda ukauze vitu ambavyo uko navyo, uwagawie maskini, tena uje unifuate. Yule mtu akaona jambo hilo likiwa ngumu, uso wake ukakujamana. Hakuweza kuacha vitu vile alivyokuwa navyo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Ni watu wangapi ambao wamefungwa kwa ajili ya mali ambazo wako nazo, hata hawana muda wa kumtumikia Mungu kwa sababu ya mali zao. Watu kama hao, Biblia inasema hivi ya kwamba kuingia katika ufalme wa Mungu ni rahisi ngamia aweze kuingia katika tundu la shindano kuliko watu hao kuingia katika ufalme wa Mungu. Usije ukachukua mali zako ziweze kukuangamiza maisha yako ya milele. Masomo yako yasije akakuangamiza maisha yako ya milele. Kile ambacho uko nacho kisikuangamishie maisha yako ya milele. Ni vizuri uweze kumtukuza Mungu kwa kile ulicho nacho. Wewe ni tajiri, mtukuze Mungu. Wewe ni masikini, mtukuze Mungu. Maana siku zako za kuishi duniani si nyingi, ni siku chache ambazo umepewa na kaburi na kugoja. Mpendwa, wewe niambie, ni watu wangapi ambao unawajua ambao walikuwa jina lao likitajwa dunia inatetemeka, lakini hawaishi tena, wanaitwa waenda zao. Sasa wewe ambao unaishi kabla haujaingia kaburini ambayo inakugoja, wewe unataka nini kikufuate kule kaburini? Ni matendo yako mabaya ama ni matendo yako mazuri? Kwa hivyo tenda wema wakati ambapo unapoishi. Mtumikie Mungu wakati ambapo unapoishi, maana kuna siku ambao utaingia kaburini. Kama Yesu atakupata ukiwa hai, wakati atakapokuja, wale ambao watawafufua wakiwa wa kwanza ni wale ambao walimtukuza Mungu wakati walipokuwa hai. Na wale wote ambao walifanya anasa siku zao za kuishi ulimwenguni huu, wana mshahara bado, mshahara ambao unaitwa wa moto wa milele. Kwa nini wewe ujiingize kwenye moto wa milele ukijua wakati unapotenda mabaya? Jua ya kwamba hayo mabaya unayoyatenda, utakapokuwa unazikwa, hayo matendo yako mabaya ndiyo yatakaye kufuata kaburini. Lakini wakati utakapotenda mema, jua ya kwamba amali zako, matendo yako mema yatakufuata kule kaburini. Wakati Yesu atakapokuja, ndugu yangu atakufufua, dada yangu atakufufua. Yesu anasema, mimi ndimi huo uzima, mimi ndimi huo ufufuo. Watu wote ambao wanaoniamini, hata kama watakufa wataishi tena. Sijui ninaongea na yule anaamini ya kwamba kuna ufufuo wa wafu, sijui ninaongea na yule ambaye anaamini ya kwamba kuna kifo, lakini ninajua wale ambao ninazungumza nao, awe Muislamu, awe Mkristo, awe Buddha, awe Hare Krishna, anaamini ya kwamba kuna kifo na kuna ufufuo wa wafu. Ndugu zangu, nimeona ni vizuri niweze kulizungumzia jambo hili siku ya leo, maana nimegundua ya kwamba watu wengi wameweza kupoteza maisha yao machache ya ulimwengu, na bado wanapoteza maisha yao ya milele. Muda wako wa kuishi duniani ni mchache sana. Imagine, Biblia inasema hivi, siku za mwanadamu kuishi duniani ni miaka 70, na kama ana nguvu ataishi miaka 80. Mimi nikiangalia saa hii niko na miaka 35 ambaye nimeishi katika ulimwengu huu. Kwa hivyo nimebakisha nusu niondoke ulimwenguni. Wewe uko na miaka ngapi na umebakisha ngapi
Maana ukisoma kitabu cha Zaburi 90 mstari wa 10, Biblia inasema ya kwamba miaka yetu ya kuishi duniani ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu tuna miaka 80. Sasa wewe uko na miaka ngapi na unaona umebakisha ngapi? Sasa miaka ile ambayo umebakisha unataka kutumia kwa njia gani? Kwa ajili ya kutenda mabaya ama kwa ajili ya kutenda mema? Lakini mimi ninakusihi, ni vizuri miaka ambayo umebakisha uweze kumtumikia Mungu, maana kutumikia Mungu kuna mshahara, na mshahara wake ni uzima wa milele. Wakati mmoja Yesu aliulizwa na Petro katika kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 27 pale. Yesu aliulizwa na Petro ya kwamba sisi ambaye tumeacha vyote tukakufuata, utatupa nini? Yesu akawaambia kwamba nyinyi wakati nitakapokaa katika kiti cha utukufu wangu, nyinyi nanyi mtakaa katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Na kila mtu aliyeacha mume, aliyeacha mke, aliyeacha watoto, aliyeacha mashamba, yeye atalipwa mara 100 na atapokea taji ya uzima wa milele. Kwa nini wewe unataka kupoteza uzima wako? Kwa nini wewe unataka kupoteza uzima wa milele? Kwa nini wewe umechukua mali kama mungu wako? Kwa nini umechukua manyumba kama mungu wako? Kwa nini umechukua magari kama mungu wako? Haya magari vile unavyoangalia ni mabati, hizi nyumba ambazo unaangalia ni mawe, na kuna wakati ambapo hazitaonekana tena, maana muda wake ni mchache. Wakati Yesu atakapofunuliwa kutoka mawinguni, hii milima itamkibia, haya manyumba yatamkibia, lakini watu ambao watakuwa wamepea tumaini kwake, wakati Yesu atakapofunuliwa watasema, huyu ndiye Bwana tuliyekuwa tunamgoja. Wewe unamgojea Yesu? Ninakuuliza, ama wewe unakaa dunia hii ukimgoja nani? Unagojea nani wakati unapoishi duniani? Mimi ninamgoja Yesu, ya kwamba wakati atakapokuja, hata kama nitakuwa kaburini, nitasikia sauti yake. Na Biblia inasema hivi, waliotenda mema watasikia sauti yake, lakini wale waliotenda mabaya watakuwa wanauliza milima imwangukie. Wewe utakuwa unakibia ama utakuwa unamlaki Bwana mawinguni? Utamlaki maadamu utafanya mema, utamkibia maadamu utatenda mabaya. Ni lazima uweze kubadilika ndugu yangu, na hauwezi ukabadilishwa na mtu, lazima wewe ubadilike mwenyewe. Maana kaburini hamuingii na mama yako, kaburini hamuingii na mke wako, kaburini unaingia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio unaingia kaburini, na wakati Yesu atakapoita, wewe ndio utakayeitika. Hamutaitika na mtoto wako, hamutaitika na mama yako, wewe ndio utaitika peke yako. Kwa hivyo badiliko ni lako, si lenyu, ni lako mwenyewe. Maana katika ufalme wa Mungu watu ambao watakaoingia ni wale waliojikana nafsi zao. Wale ambao waliojikana nafsi zao hawakuchukuliwa na vitu ambavyo ni vya duniani, ambavyo ni vya muda mchache. Ninakuuliza swali, hivi Moi anaishi, amekaa kuwa president wa Kenya miaka ngapi? Lakini saa hii vile tunaongea anaitwa mwenda zake. Kama ingekuwa mali inasaidia, ingemsaidia Moi. Kama mali ingekuwa ingesaidia matajiri. Lakini kumbuka ya kwamba tunawazika matajiri kila kuchao. Sasa kwa nini utegemee mali? Lakini nataka nikujulishe kitu moja. Unaweza ukaona mtu akiwa na magari, unaweza ukaona mtu akiwa na magorofa, lakini ni masikini hohehahe, kwa sababu hana utajiri wa kumjua Mungu. Lakini unaweza ukaona mtu hana kiatu, unaweza kuona mtu amelarukiwa, lakini ni tajiri mkubwa katika kumjua Mungu wa kweli. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 kuteremka pale, inasema, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na hayo mengine mtazidishiwa. Ni vizuri uweze kuwa na utajiri ndani ya Yesu, ni vizuri uweze kuwa na mali ndani ya Yesu, lakini hakuna kitu kibaya kama wewe uwe tajiri, kama wewe uwe msomi na haujamjua Mungu. Ni watu wangapi ambao leo wamesoma wakawa na madigrii, mwisho wake wamemalizia kufa kwa ajili ya kutumia madawa ya kulevya? Ni watu wangapi ambao wana utajiri wa ulimwengu huu, lakini baadaye wamekufa kwa ajili ya anasa za ulimwengu huu? Lakini kama wangekuwa na utajiri na waweze kumtumikia Mungu kwa utajiri wao, wangekuwa na afya nzuri, wangemtumikia Mungu muda mrefu, lakini walipata mali ikawaangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana.
Asubuhi ya leo ninataka nisungumuze nawe kwa njia ya kipekee, nikujulishia kwamba duniani kuna muda mchache wa kukaa. Wewe uache ukahaba ambao unaendelea nao, wewe uache ulevi ambao unaendelea nao, wewe acha anasa za dunia ambazo unaendelea nazo, maana ni za muda mchache na zitakupotezea maisha yako ya milele. Ni hasara gani hii? Lakini watu wengi wanajiona ya kwamba wameamuka siku ya leo, wanafikiria ndio wao wamejiamsha. Jua ya kwamba ni neema ya Mungu imekusaidia kuamka leo ili uweze kupata nafasi nyingine ya kumtumikia Mungu. Kwa nini siku ya leo uendelee kufanya anasa wakati Mungu ndiye amekuamsha? Wewe unajua ya kwamba kuna mwisho wa dunia hii. Angalia kile ambacho kinaendelea leo. Unapata ya kwamba watu wametengeneza makobora, ya kwamba kuna makobora yanaitwa nuclear, ya kwamba yakiachiliwa yanaweza yakamaliza ulimwengu mzima. Lakini kwa nini walio na makobora hawajaweza kupiga hii corona waipige hiyo makobora yao? Mabuduki ambayo wametengeneza haijaweza kulipua corona. Sasa wanaanza kukimbilia kwa Mungu. Nchi ambazo walikuwa wamepiga marufuku ya kwamba hakuna kuhubiriwa, saa hii wanapiga magoti kwenye mastriti, wanasema Mungu tusaidie, maana wanajua ni mahali ya kwamba Mungu ndiye kibilio lao. Ni vizuri umkubali Mungu wakati uko na afya. Ni vizuri umkubali Mungu wakati uko katika hali nzuri. Usije ukagojea kwenda katika pale kwenye kitanda ukiwa hospitalini ndio unasema mhubiri kuja unihubirie. Hapana, mkubali Mungu katika afya ulionayo, mkubali Mungu katika utajiri ulionao. Usingojee wakati wa shida ndio mkubali Mungu. Siku zako za kuishi duniani ni chache, zimejaa tabu, lakini kuna maisha ambayo ni ya milele. Wakati utakapokufa utangojea ufufuo. Ndugu zangu wasikilizaji, ninataka niseme na nyinyi wakati wa asubuhi ya leo ya kwamba kama wewe ulikuwa unaasi, Mungu bado anakuita. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mathayo 28, katika kitabu cha Mathayo 11:28, Yesu anasema, "Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na nitawapumzisha." Kwa nini wewe uendelee kubebana na madhambi? Kwa nini wewe uendelee kubebana na mizigo? Kuja kwa Yesu atakuokoa. Yesu anakuita leo. Yesu anakuita asubuhi ya leo akubadilishie mienendo, akubadilishie tabia. Haijalishi uko na mali ngapi, haijalishi wewe ni maskini kiasi gani, haijalishi wewe una magari kiasi gani, lakini Yesu ndiye atakayekuokoa. Pesa zako hazitakuokoa, magari yako haitakuokoa, lakini Yesu ndiye atakayekuokoa. Siku zako za kuishi duniani ni chache, na wakati utakapoondoka dunia hii, kile ambacho kitakachokufuata ni amali yako. Ni nini ambacho umekifanya muda ulipokuwa unaishi? Wewe ulikuwa unabadilisha mwanamke huyu kwenda kwa mwanamke huyu. Wewe ulikuwa unaingia kilabu hiki kwenda kwa kilabu hiki. Wewe ulikuwa unadanganya watu hivi. Wewe ulikuwa unafanya vitu hivi. Sasa hayo ndiyo atakayekufuata, na malipo ya kila mmoja iko. Yesu anakuja kumlipa kila mtu kulingana na matendo yake jinsi alivyo. Ndugu zangu, tumikia Mungu katika ujana wako, tumikia Mungu katika uzee wako. Wewe usije ukaleta na sababu fulani ya kwamba kwa sababu ya hii singeweza kumtumikia Mungu. Hakuna sababu yoyote. Sababu zile unazozipeleka mbele za Mungu, mimi nasema ni sababu za kijinga. Hakuna sababu yoyote. Wewe uwe kiwete, wewe uwe na miguu, wewe ni masikini, umesoma hujasoma, hakuna sababu ya kuleta kwa Mungu ya kwamba kwa sababu hii singeweza kukutumikia. Mtumikie Mungu vile ulivyo. Mungu ndiye atakayelipa kila mmoja. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Ninawaomba muweze kurudi kwa Mungu wakati ambapo ni mchana, maana usiku unakuja. Angalia saa hii makanisa yamefungwa. Na kama haitafunguliwa sasa, kama wewe ulikuwa unagojea kwenda kanisani ndio upate Mungu, sasa imefungwa. Sasa umemkosa Mungu. Na kama haitafunguliwa, maana hali itaenda kuwa baya. Na kama makanisa itafungwa kabisa, ina maana ya kwamba hautamuona Mungu. Ni vizuri ujue ya kwamba Mungu wako mahali popote. Kwa nyumba yako Mungu yuko, mahali unapotembea Mungu wako. Wewe badilisha matendo na Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Hebu tuweze kuomba kwa wazo la siku ya leo. Baba wetu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu,
Mfalme wa amani, asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako kwa ajili ya kipekee. Ninaomba kwa ajili ya familia ambazo zimesikiliza ujumbe huu katika mji huu wa Kabasha. Bwana uweze kuwabariki, Bwana uweze kuwaonekania, wafungulie milango, mibaraka yako iweze kuwa damana pamoja nao. Asante Bwana kwa kutujulisha ya kwamba siku zetu za kuishi ulimwenguni ni chache, tuweze kuzitumia kwa ajili ya kukutumikia. Bwana, ninaomba ya kwamba ninatoa mwito wa asubuhi ya leo ya kwamba liweze kupata nafasi katika mioyo ya wasikilizaji, liweze kubadilisha mioyo ili waweze kukutumikia muda mchache ambao wako nao katika ulimwengu huu. Wakati utakapokuja Bwana, mji huu wa Kabasha uweze kuwa na wengi watakao kulaki mawinguni wakisema ya kwamba huyu ndiye Bwana tuliyekuwa tunamgoja. Tunaomba kwa ajili ya nchi yetu ambaye Bwana imevamiwa na ugonjwa wa korona. Angalia, makanisa yamefungwa, nyumba za ibada zimefungwa. Bwana, tunaomba uingilie kati, maana wewe ndiye msaada wetu. Hakuna mwingine naweza kutusaidia isipokuwa wewe. Fanya miujiza yako mikubwa ili jina lako liweze kutukuzwa. Wafalme wa ulimwengu huu ninawakabidhi mikononi mwako, wakati ambapo wanapoamua vitu zao waweze kukuogopa na kukuabudu, ili Bwana waweze kujua ya kwamba bila kibilio kwako hakuna mahali panaweza patikana msaada. Kuna wale madaktari wanaoshughulikia wagonjwa kwenye mahospitali, hata hawalali kwa ajili ya kushughulikia wagonjwa. Bwana wa mbingu waonekanie, Bwana wa mbingu wabariki na uwaandae kwa ajili ya ufalme wako. Siku ya leo ambaye Bwana tunaanza mashughuli mbalimbali, tunaomba Bwana ututangulie, fanikisha kila jambo ambao ndugu na dada wameweza kupanga. Bwana uweze kufanikisha kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Wanaosafiri na magari yametengenezwa na mikono ya wanadamu, Bwana uweze kuwa wewe ndiye dereva yao, waondolee mikosi, waondolee ajali kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana yule mwovu shetani pamoja na jamaa zake aweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tuhifadhi, utulinde mpaka mwisho wa dahari. Tunajua ya kwamba Bwana utaendelea kujifunua kwetu kila wakati, ili tuendelee kukufuata na kukutumainia kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba tukijua ya kwamba umetujibu kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki na muwe na siku njema.